Yaani bwana bora unatambulisha kwa rafiki zako. Mama yangu nivana nitongoza sijui ka shemeji namkubalia. Nimeshaambia sio mpenzi wangu ni rafiki yangu. Sema sio mpenzi na natoka. Haya kama rafiki yako. Mimi akinitongoza shoga namkubalia. Na nikimkubalia bado sasa kilongolongo. Hapo umekataa makusudi? Simu inaita. Umekuja. Mimi sina mtu, ni rafiki yangu tu. Kwa nini mnasikia yani kivipi? Sijapenda. Nyinyi mbona mnakuwa hivyo lakini Haya, anko mimi naenda kuchota kwanza kupika kwa jikoni huko. Haya mjomba bwana. Nenda kaandako kama kuchota maji na kupika jikoni huko. Sawa mjomba. Kajiandalia kwa mapema akasema mjomba. Na giza linaingia. Sawa, mimi naenda. Haya bwana, hamna tatizo. Karibu mgeni. Haya, asante sana. Haya. Sasa bwana wewe, mimi hapa nishinda kuongea vizuri. Nilimuona bwana mko wako wewe. Shida iliyokuwepo ndio hapa kijijini. Kuna ulisi nilipewa mimi na babu. Huo ulisi huo wa koti. Unaelewa? Huo ulisi wa koti aliniambia mjukuu wangu koti na kukabidhi hili koti. Sasa kama wewe matatizo yao ulikuwa unafahamu toka mwanzo na ulipewa ulisi na babu yako toka zamani. Sasa ulishindwaje wewe ndugu yangu kuulinda huo ulisi? Mpaka leo anatokea maafa kama haya. Najua uzembe nimeufanya mimi. Unaona? Lakini hamna tatizo. Nikivaa lile koti basi matatizo hapa yatakuwa yote yamekwisha Kabisa. kijijini hapa. Kwa nini wewe ulikuwa unapuuzia mambo haya? Kupuuzia, si unajua sisi ujana, mambo ya ujana si unaelewa. Tukajua mambo ya wazee wa zamani wanakupiga ongo waongo. Unaona? Ule ulikuwa ujana. Lakini mbia angalia matatizo yanatokea hapa kijijini. Alali lile koti nilivae saa hizi. Ili mambo haya yaisha hapa kijijini. Ni kweli kabisa ndugu yangu. Kwa sababu watu wanazidi kuteketea kijijini. Yaani ndugu yangu, kwa hilo ambalo wewe umeliamua ni busara na jambo la msingi sana. Maana kama ulipoa ulisi na babu yako ile koti ulivae, na kwamba ndugu yangu usipuuzie. Maana mila na desturi za zamani wengine walikuwa nakwenda kwenye miolo ulisi huo ndugu yangu. Naomba ukua kijiji. Tumbaki sasa hizi wachache. Na huyo nyoka wa ajabu sisi kila siku tunalalamikiwa hapa kijijini. Wageni hawafiki kwetu. Kweli ndugu yangu. Lakini jambo hilo wewe usijali, litaisha. Litaisha. Mambo yote yatakaa vizuri. Umeona binti yangu huyu? Bwana wewe, huyu wa mwanafunzi. Sasa likimtokea kumtokea? Wazazi wake mimi nitawaambia nini wazazi wake? Subiri kwanza. Kunani udugu wangu? Bonge joka. Mama. Jamani. Wewe joka ataka wapi bwana? Toka inuka basi. Jamani ili swali lipo. Mimi nishakusikia kwamba kuna nyoka. Sasa unaendaje mtini peke yako jamani? Basi ndugu yangu usijali. Hilo mimi nitalimaliza. Eti Nitalimaliza. ndugu yangu, Nitavaa lile koti, itakuwa mambo yote yamekwisha kabisa kijijini. kuwa makini. Hamna tatizo. Basi ndugu yangu, tushauri kitu kimoja, ungeenda kwanza kwenye mtu wa mizimu kwanza kabla ya kuvaa kwanza koti kwanza. Kaamini kwanza kwenye mtu wa mizimu. Hapo katika lile koti ulivae. Sio uvae tu koti lile, utakuwa bado kuna dosari. Ila nenda kwanza kule kwenye mtu wa mizimu, nenda kaombe kule babu, afu ndio chukue koti vaa. Utakuwa usalama kabisa ndugu yangu. Basi ndugu yangu mimi nimekuelewa. Haya bwana, mimi nipo ndugu yangu bwana. Hilo limekwisha. Karibu sana nyumbani hapa nyumbani ndugu yangu. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Karibu na wewe nyumbani. Sawa ndugu yangu. Hamna tatizo. Bwana nakutakia safari njema. Haya. Uende sawa ndugu yangu. Hamna tatizo. Haya ndugu. Haya ndugu yangu. Haya. Haya. Haya bwana. Maisha haya. Pole sana jirani yangu. Yaani mimi nikajua labda upo jikoni unafanya vitu vyako. Sasa kumbe umeenda huyo nyoka jamani, nyoka huyo. Mkubwa yani sio nyoka huyo kurudia nyima maana nini sio nyoka hapa? Jamani mimi naenda, naomba tu nisindikize hadi hapo. Halo pole yako. Maana mimi na hadi naogopa na mtembea bwanangu. Sasa ni mtoto. Siwezi. Hadi kwa kukusindikiza itakuwa na neema maana hadi nilivua ndala kweli. Sasa tunaenda.
Ndio mnaenda. Sana tu. Siku nyingine Mungu akipenda. Yaani kwanza nimpikie baba wangu. Ila sasa nikioa ndo kukaribisha. Vya vimeisha.